لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المعلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وجميع التابعين. أما بعد, hii ni safari ndefu ambayo tumeianza ya hija ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka Makka mpaka kusikilia, kutoka Madina mpaka kusikilia Makka na mingine, na pengine labda mingine itakuwa msikilizaji ya kuwasikia, pengine yaweza kuuliza mbona sisikii talbia, kwani Mtume lam yulabbi, Mtume alileta talbia na talbia ndio shaari kubwa ya hija. Kwa hiyo pengine mingine labda yaweza kuwa ni mughafala kuishiria, lakini hadithi imeishiria masala talbia. Mtume labba sallallahu alaihi wasallam mpaka kuingia Maka, na talbia huendelea na zina namna zake na zina muhala wake. Haya ni masala tu yafahamu. Mtume pale baada ya kuharimia tu nafahamu hadithi yasema thumma rafa'a sautahu bitawhid, alinua sauti yake bitawhid, na tawhid almaani iliyokusudiwa hapa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik inna alhamda wanni'mata walmulka laka la sharika lak. Labba sallallahu alaihi wasallam. Pengine kama baadhi ya vitu labda hatukuvifahamisha, ima ni mughafala ya kibinadamu, lakini viko vitu namna hiyo na tuelewe vizuri. Mtume alayhi salatu wassalam tumekwenda naye mpaka sasa yuko Mina, na yuko Mina ambayo ni yaumu an-nahar, ikasadifu kuwa ni Jumamosi. Hapa kuna kitu nilikishiria Mtume alipokuwa Arafa kwamba hakuswali Juma, na hapa pia naishiria kitu ambacho ni muhimu tukiangalie. Mtume alipokuwa yuko Mina mwezi 10 hakuswali Idi. Hakuna riwaya kwamba Mtume aliswali Idi alipokuwa katika hijjatul wadaa. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam tumeona alipotoka Muzdalifa, baada ya kwamba jua limepamazuka, alikwenda katika jamratul aqaba, akafanya rami bi7 hasayat. Baada ya kumaliza, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kuchinja. Kisha baada ya kuchinja Mtume alinyoa, na Qur'ani imetuambia wala tahliqu ruusakum hatta yablugha alhadiyu mahallahu. Mambo mengine taratibu yake, mpangilio wake umetoka katika Alquranu Alkarim. Msinyoe mpaka hadi zichinjwa, zisikilie mahala pake pa kuchinjwa. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wassalam baada ya kumaliza ramyu jamrati al-aqaba alikwenda kuchinja, na baada ya kuchinja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni kunyoa. Na siku ile ya yaumun nahar kuna ima 4 a'mal au 3 a'mal, ima itakuwa kuna mambo matatu au mambo manne. Tukisema ni matatu itakuwa ni ramyul jamra, kuifanyia rami ile jamratul aqaba, na kuchinja, kunyoa na kwenda kufanya tawaful ifadha. Ikiwa tutasema ni manne, ni haya na litaingia la kuchinja. Lakini kuchinja kama tunavyofahamu si kwamba kula mwenye kuhija atakiwa achinje. Hakuna kadhia hiyo. Kama mtu ni mutamatti ndiye anayechinja, kama mtu ni qarin ndiye anaochinja. Kwa hiyo ima yatakuwa ni manne likiingia hili la kuchinja, au yatabakia ni matatu, ramyu jamratil aqaba na kunyoa na tawaful ifadha. Sasa mathalan yakiwa ni matatu, ukifanya mawili katika haya, mathalan umekwenda kufanya ramyi kisha baadaye ukanyoa, hapa kuna kitu ulamaul fiqh alislami watuambia yaitwa at-tahallulu al-awwalu, kifunguo cha kwanza. Yani hija ina vifunguo viwili, kuna vitu viwili ndiyo yamkuliwa lilhaji tahallulani. Hija ina kujifungua namna mbili. Kuna at-tahallulu al-awwal, kifunguo cha kwanza,
na kuna atahallulu athani, kifunguo cha pili. Yani tayari mtu anapohirimia hija kuna mambo ni haramu kuyafanya, na mingine katika haya yametajwa ndani ya Qur'ani. Alhaju ashhurun maalumat faman faradha fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi lhaj. Haya ni katika yale muharamatu lihram, na mingine katika muharamatu lihram haya yametajwa ndani ya Qur'ani. Kuna mingine mathalan kukata kucha, mathalan kunyoa nyele, mathalan kujitia manukato. Mtume katika ile hadithi ambayo kwamba aliulizwa siku ile bado yuko Madina, mwenye kuhirimia huvaa nini? Akasema asivae la talbasu lqamisa wala lamaima wala sarawilat wala lbaranis wala lkhifaf. Kisha Mtume akaendelea akasema wala talbasu thauban massahu warsun au zafaran, na nguo ambayo kwamba imetiwa manukato pia msivae. Yani mwenye kuhiji akishahirimia hija kuna mambo yaitwa muharamatul ihram hafai kuyafanya, ikiwemo kuvaa, kujitia manukato. Na katika hayo muharamatul ihram ni mtu kupambana na ahli yake kimwili, katika muharamatul ihram haya ni mambo yameharamishwa. Sasa siku ile ya Mina ukafanya mawili katika haya matatu, si lazima tartib. Mathalan umenyoa kisha ukaenda ukafanya rami, au umefanya rami kisha ukanyoa, pamoja na kwa tartib nabawi ni kwenda ufanye rami kwanza, urushe vijiwe, kisha kama kuna kuchinja uende ukachinje, ndio anafanya Mtumi, kisha kunyoa. Lakini kama na nilivyosema kwamba kuchinja haina ulazima kwa kula mtu. Sasa ikiwa wewe huna la kufanya uchinje, umekwenda kufanya ramyu jamratil aqaba, umerusha vijiwe 7, umekuja umenyoa, hii tayari ishapatikana kifunguo cha kwanza, atahallulu alawwal. Kifunguo cha kwanza tayari kimepatikana, yani kula ambacho kwamba kilikuwa umeharamishiwa sasa waweza kukifanya, illa nisaa, ila kupamana na mke wako. Kwa hiyo waweza ukavaa nguo, ukavua zile nguo za ihramu, ukakata kucha, ukavaa nguo zako za kawaida, ukajitia manukato. Hii yaitwa atahallulu alawwal, ishapatikana katika hali hii. Ama lile lilobakia mathalan, na kwa wepesi, ni kwamba wewe utafanya rami kisha utanyoa, ili ukiondoka Maka ondoke moja kwa moja. Si lazima, waweza pengine kwanza ukienda ukafanya tawafu lifadha, lakini kwa wepesi. Na tukenda katika Alhadi Nabawi, Mtume alifanya hivi. Baada ya kutoka Muzdalifa alikwenda kwenye rami, baada ya kutoka rami alikwenda kwenye nahari kuchinja, baada ya kutoka kwenye nahari Mtume alinyoa. Sasa hapa atahallulu alawwal ishapatikana, ambao kule lilokuwa ni haramu sasa waweza ukalifanya. Kujitia manukato, waweza kukata kucha zako, na kunyoa ndio hiyo umeona kumnyolewa. Laqad sadaqa Allahu rasulahu ruya bilhaqi latadkhulunna almasjida alharama insha Allahu aminin muhalliqina ruusakum wa muqassirin la takhafuna faalima ma lam ta'lamu fajaala min duni dhalika fathan qariba. Kwa hiyo tayari wanyoa, na wakati ulipohirimia alikuwa huruhusiwi kunyoa. Sasa kuna kitu chaitwa atahallulu alawwalu, huwa tayari wewe kula kilichokuwa ni haramu hizo ukafanya. Ukilifanya lilobakia, mathalan kwa hii tartibu aliofanya Mtume, ilobakia ni tawafu lifadha. Ukishafanya tawafu lifadha, sasa yote ni halali, hata mkeo pia kupamana naye kimwili ni halali. Na ni raha iliyoje kupamana na mkeo ikiwa uko Maka shekh. Pengine kutapita kija kabuli pale, apatikani kijana ule mimba yake imeingia Maka, pengine atakuwa kama hao mabwana wakubwa waliokuwa Maka min sahabati rasulillah wa ahli baiti rasulillah. Sasa hija ina tahallulani, zifunguo ziwili, kwa maelezo haya ambayo kwamba tumeelezea. Sasa lingine ni kwamba kama nilivyoashiria, Mtume alipokuwa yuko Mina hakuswali idi. Katika riwaya zote hakuna kwamba Mtume aliswali idi. Kwa hiyo mahujaji hawaswali idi, sio Saudia. Kuna wengine huko zile lugha kabla Saudia, Saudia kama watu wako Maka hawakuja kuhiji, wataswali idi pale pale Maka na wapi.
Kwa hiyo ni wale mahujaji walioko Mina, hakuna haja jamani, leo ni siku ya Idi, twendeni tukaswali Idi. Mtume na masahaba zake wakanu ahrasa nnasi ala fi'li lkhair, hawakuswali Idi walipokuwa wako Mina. Kwa hiyo Mtume alaihi salatu wassalam